Mambo, naitwa Nina. Hakuna namna yoyote unaweza kubadilisha maisha yako kama usipoweza kubadilisha hiyo nguvu yako. Binadamu anapitia katika hali tofauti tofauti. Unakuwa na nguvu tofauti tofauti kwenye maisha yako kutokana na mazingira ambayo yamekuzunguka, hali unazozipitia, au watu wanaweza kukusababishia nguvu zako zikawa zinabadilika. Kwa hiyo nguvu ulionayo ina direct kwamba maisha yako yanaelekea wapi, inakuonyesha kwamba maisha yako yana hali gani sasa hivi, inaonyesha kila kitu. Na hakuna kitakachobadilika kama usipobadilisha hiyo nguvu. Endapo kama ni nguvu mbaya, hakuna kitakachobadilika. Sasa nguvu nazoziongelea ni hisia. Hisia zote tunaamini kwamba ni nguvu. Na sio kwamba tunaamini, ndio jinsi zilivyo. Hisia ni nguvu. Ndio maana upendo huwezi kuushika, lakini unaweza ukakupelekesha kwa vyovyote vile utakavyoweza. Hasira huwezi kuishika, huwezi kuiona, lakini ikikuvaa inakupeleka. Chuki, unaweza kuwa na chuki na mtu unashindwa kutoa msamaha, ni kwa sababu ni nguvu ambayo inakuwa imesababishwa na kitu fulani na hali fulani. Sasa mafanikio yako au hatua nyingine unayohitaji kwenye maisha yako hauwezi kuiendea usipobadilisha hiyo nguvu ulionayo. Unaweza ukaenda kanisani au kwenye kuombewa au kuswali ukasali sana, lakini kama hujabadilisha nguvu ni kazi bure. Wala kwenda kwa waganga pia unaweza ukaenda ukafanya vitu vyako, lakini kama hujabadilisha nguvu yako binafsi ndani yako, maana hilo ni swala lako mwenyewe ndani yako, lisipobadilika huku hakutabadilika, au kama ikitokea kumebadilika ni kwa muda mfupi sana, lakini mambo bado yataendelea kuharibika kwa sababu ndani yako nguvu unayoitoa ni nguvu labda mbaya. Mfano mzuri ni kwamba mtu ambaye anatamani mafanikio, anataka apate fedha nyingi, aishi vizuri kwa standard fulani ambayo amejiwekea mwenyewe. At the same time, huyo mtu ni mvivu, anahairisha mambo, kila wakati amelala, hajitumi, yuko busy na vitu vya kawaida tu, kwa maana nguvu inayomtawala ni nguvu ya uvivu. Yaani hana ile kujimotivate, kujituma kufanya chochote. Kwa hiyo hata akienda kuombewa sana, lakini mafanikio yatakataa kwa sababu ya ile nguvu ya uvivu. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ni lazima kwanza ubadilishe nguvu yako, ndio mambo mengine kwenye maisha yako yatabadilika. Ukitoa nguvu ya uvivu, ukaanza na nguvu ya labda ya shauku kubwa, hamu kubwa, ukawa na desire kubwa juu ya mafanikio. Yaani kila wakati kwenye akili yako unawaza, ninafanikiwa vipi? Ninafanya kazi ipi? Niingie kwenye connection zipi? Nifungue biashara ipi? Nichukue hatua gani ili nifanikiwe? Ukishakuwa na shauku kubwa ya kufanikiwa, maana yake utatafuta njia na utazipata njia, utaziona njia. Fikra zako muda wote zinakuwa zinatafuta namna. Sasa kufanikiwa kwako lazima kutakuja kwa sababu ile desire kubwa ulionayo ndio itakao kupeleka kule unapopataka. Kwa hiyo ni lazima kwanza kubadilika au kubadilisha ile nguvu ambayo inakutawala kwenye maisha yako kwa wakati huo. Ukishabadilisha, hasa ndio hicho kitu unachokitaka ni rahisi kukifikia. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kubadilisha nguvu. Kwenye mahusiano, mathalan, mtu ambaye anatamani vitu vizuri, anatamani mahusiano mazuri, anatamani mambo yakae vizuri, lakini ndio umetoka kupata breakup, kuachana na mpenzi wako, una uchungu mkali sana ndani yako, una maumivu makali, una hasira, una chuki, labda una hofu kubwa ndani yako. Maana ile hofu kubwa inayokuongoza ndio inayoongoza maisha yako. Na utakaoendelea kuviattract
vitakavyoendelea kukufuata kwenye maisha ni vile vitu ambavyo vinaendana na ile hofu, ni taarifa ambazo zitakuwa zinakuletea uchungu zaidi, ni matukio ambayo yatakuwa yanakuletea huzuni zaidi, kwa sababu nguvu inayotawala kwenye maisha yako ni nguvu ya huzuni au uchungu. Kwa hiyo kile kinachokuwa kikubwa zaidi, nguvu kubwa zaidi inayokutawala ina attract vitu vingi vya kufanya wewe uwe katika hali hiyo. Yaani hali, watu, mazingira yatakao kufanya upate uchungu zaidi ndio yatakao kufuata, kwa sababu wewe tayari nguvu inayoongoza maisha yako kwa wakati huo, kwa muda huo, ni nguvu ya uchungu. Kwa hiyo hata mtu ambaye ni mvivu, anaongozwa na nguvu ya uvivu kwa muda huo, ataendelea kuona mazingira yale na hali na watu wanaompush kuendelea katika hali ya uvivu. Maana uvivu ndio unaomtawala. Anakuwa akiona watu wanaojituma, anaona sio watu wake. Watu wavivu wenzake ndio watakao kuwa wanampigia simu, twende huku, tufanye hivi, tukae. Anaona muda wote anajisikia yupo comfortable kuendelea kuwa katika hali ya uvivu, kwa sababu nguvu iliyokujaa ndio itakayokuwa inakutawala. Kama ni unaahirisha mambo, maana yake ndio nguvu iliyokutawala ya kuahirisha. Utakuwa kila wakati idea ikija, mawazo yakija, unasema nitafanya. Kwa hiyo vitu vitakuwa vinaingiliana vingi, una attract mazingira ya kufanya uendelee kuahirisha, kwa sababu ndio kitu kinachokutawala. Kwa hiyo kwa maelezo haya najaribu kukupa picha ili ujiangalie kwa wakati huu, maana maisha ni sasa. Kwa wakati huu unajisikiaje ndani yako? Ni nguvu gani inayokutawala? Una shauku kubwa ya maendeleo? Unatawaliwa na hofu kubwa ya kuachwa? Unatawaliwa na hasira sana ya kuachwa? Unatawaliwa na uchungu labda? Hiyo nguvu lazima uibadilishe. Lazima uiondoe kwanza ili ije nguvu nyingine. Haijalishi kwamba unaiondoa polepole au haraka, lakini wewe nenda na spidi yako. Cha msingi ni kwamba kila siku uendelee kujitahidi kuondoa hiyo nguvu mbaya na kuelekea kwenye nguvu nzuri ambazo unataka ziweze kukubadilisha, hatimaye ufikie yale malengo ambayo wewe unayataka. Kama ni kitu unataka kukifanya ndani ya siku moja, ni sawa. Kama hiyo nguvu inabidi kuchukue wiki, basi hakikisha una focus kuondoa hicho kitu na kuweka nguvu nyingine, kuijaza, kuentertain, kuipa focus nguvu nyingine ambayo ni sahihi kwako, ambayo inaendana moja kwa moja na yale malengo yako, ili usizidi kuchelewa na kupoteza muda wako wakati unatamani kitu kingine kizuri. Kwa hiyo hakuna kitakachobadilika mpaka ubadilishe hiyo nguvu. Like, comment, share hii video na usubscribe kama haujasubscribe. Mpaka wakati mwingine, chao.